Utangulizi wa diwani ya darasa kama ulivyoandikwa na Idi Mohamed Mwimbe, mtenzi wa watenzi, mhalili na mwandishi wa vitabu kutoka Bagamoyo, Tanzania. Diwani ya darasa ni kazi ya sita ya kishairi ya Hamisi Ali Kisamvu, ajulikanaye kwa lakabu ya Mkanyaji. Mshairi huyu ni jagina mwenye athari na mchango mkubwa katika maendeleo na ukuaji wa fasihi ya Kiswahili, hususan katika ushairi wa Kiswahili kuanzia karne ya 21. Diwani hii ni mwendelezo wa jitihada zake katika kuihami na kuithaminisha fasihi ya Kiswahili ulimwenguni. Hii imethibitika kutokana na utangulizi wa kazi zake bora zilizotangulia kama vile Diwani ya Mkanyaji, Diwani ya Mwenda Kizani, Diwani ya Siwa ya Msimaozi, Kijaluba cha Nuzumu na Utenzi wa Mausi Mema ambao upo njiani kuchapishwa. Katika diwani ya darasa, mwandishi amehitaji kutumia mashairi 60 tu yaliyoandikwa kwa ustadi na indhali kubwa kwa kutumia lugha faafu na mbinu mbalimbali za kisanaa zilizobeba maudhui mazito yenye kuelimisha, kuburudisha, kuasa, kuadili na kukumbusha haki na wajibu wa kila mtu mwenye tunu ya uhai. Mashairi haya yanagusa maisha ya kila siku ya jamii ya Kiafrika na nje ya mipaka ya Afrika. Yamefanikiwa kuibua masuala nyeti na muhimu kwa maisha ya mwanadamu na taifa kwa ujumla. Diwani ya darasa ni kama kioo kinachomuonesha msomaji hali halisi ya jamii yake na kumuongoza katika kutafakari na kuchukua hatua. Kila enzi huja na matukio yake, na kila kizazi huja na wajuzi wake. Katika kizazi cha zama hizi, Hamisi Ali Kisamvu ni mmoja kati ya wazama na wazamivu wachache walioneemeshwa kuwa na nuru na dira kwa binadamu wengine. Binadamu hawa huwa ni nadra sana kupatikana na kupewa sauti na matendo yenye athari chanya kwa jamii inayomzunguka. Katika ulimwengu wa sasa, hasa katika lugha na fasihi, Hamisi Kisamvu ametunukiwa sauti hiyo yenye nguvu iliyofumbatwa ndani ya mashairi na kuibua chemichemi ya fikra, hisia na busara za kibinadamu. Diwani ya darasa ni zao la fikra timilifu, kioo cha jamii na darasa lenye mafunzo ya maisha yanayodhihirika kutoka katika mistari yenye maneno yaliyosokotwa kwa ufundi wa kifasihi na hisia za ajabu. Mwandishi huyu anafanya shairi liwe ni kioo cha nafsi. Ndani yake mtu hujiona, hufikiri na kujifunza. Liwe kama maji kisimani, anayekunywa hutulizwa na kuliwazwa kiu chake, lakini anayechota kwa utuvu hupata zaidi ya kukizi kiu yake. Katika diwani hii, ushairi umekuwa ni mwalimu anayefundisha bila ukali, rafiki anayeburudisha bila kuchosha, na kioo kinachomuonesha msomaji taswira ya dunia yake kwa rangi za matumaini na tafakuri. Kila shairi limebeba ujumbe, siri, mafunzo yanayohusu maisha ya kila mja katika ulimwengu mzima. Diwani ya darasa si mkusanyiko wa beti pekee, bali ni mkutano wa mawazo yanayocheza katika akili za wale wanaotafuta maana ya kujifunza na kufundisha. Ndani yake msomaji atasikia midundo ya elimu, kelele za tafakuri na milio ya kalamu zikichokola mustakabali wa maarifa. Kila atakayepita katika darasa hili hatakosa walau chembe ndogo ya maarifa itakayomuongoza katika maisha yake. Mwandishi wa diwani hii amefanya kalamu kuwa kama ufunguo wa mioyo. Kila beti ni mbegu iliyopandwa kwenye udongo wa fikra za wasomaji, ikimea kwa mapambo ya tamathali, mafumbo na taswira. Amechanganya maneno kwa ustadi na indhali kubwa kama wachuuzi wa manukato wakitawanya harufu ya fikra, busara na maarifa. Ama hakika lugha imekiri kumtii mwandishi huyu na kufanikiwa kuitumia atakavyo ili kufanikisha aliyoyakusudia kwa hadhira yake. Maudhui yaliyo katika diwani hii yamebeba maisha halisi ya jamii ya Kiafrika, ambapo mtunzi ndipo alipozaliwa na kukua. Yapo mashairi yanayozungumzia kuhusu elimu, malezi, maadili, uchumi, siasa, utamaduni na masuala kadha wa kadha ya usio jamii ya Kiafrika na ulimwengu kwa jumla. Kila shairi na njia iliyochagua kupita,
kama vile kubembeleza kwa lugha laini, kukemea kwa ukali, kuchekesha ama kufumba, lakini yote yakiwa na lengo kuu la kufikisha maudhui yaliyokusudiwa. Hapa ndipo tunaona ubora na utofauti wa kazi hii na kazi nyingine za ushairi katika zama hizi. Mwandishi ametumia taswira ya darasa kama mahali ambapo ndoto huchipua na akili hupewa mbawa za kuruka mbali ili kukabiliana na maisha yajayo. Darasa limekuwa kama uwanja wa ndoto, jukwaa la busara na chimbuko la matumaini. Kila msomaji atakajivika sifa ya uwanafunzi sharti aneemeke na kufaulu vyema kutokana na maarifa yaliyo katika diwani hii. Hivyo diwani hii ni darasa tosha kwa vizazi vinavyotafuta nuru katikati ya giza la ulimwengu. Diwani hii haishi kuwa kazi ya burudani, bali ni darasa la maisha, mahali pa kujifunza thamani ya maadili, hekima na utambuzi wa nafasi ya lugha ya Kiswahili kama chombo cha kufundisha, kuonya na kujenga jamii yenye fikra pevu. Wasomaji wa rika na viwango mbalimbali, diwani hii ni hazina ya kipekee ya maarifa, lugha na matumaini. Msomaji asisome mashairi haya kwa pupa kama anayekimbizwa na kivuli chake, bali soma taratibu kwa utuvu kama fundi ashonaye nguo kwa mkono majira ya usiku yenye nuru hafifu ya mbalamwezi. Tafakari kila neno, tamathali, taswira na muundo wa kila shairi uweze kustafidi na hekima zilizofichika katika kitabu hiki. Kwa hivyo, hakika kuisoma diwani hii, msomaji anashauriwa kuingia na moyo wa kutafakuri, kiu ya maarifa na mapenzi ya kweli ya lugha ya Kiswahili. Hakika kazi hii inathibitisha kuwa Hamisi Ali Kisamvu si tu mshairi, bali ni mwalimu wa jamii kupitia kalamu yake. Diwani hii si tu mkusanyiko wa mashairi, bali ni mtaala wa maisha katika sura ya fasihi.